hadi ya 20. Isaya 24:19 hadi ya 20. Isaya sura 24 aya 19 hadi ya 20. Neno la Mungu anasema, dunia kuvunjika inavunjika sana. Dunia kupasuka imepasuka sana. Dunia kutikisika imetikisika sana. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Dunia kuvunjika inavunjika sana. Dunia kupasuka imepasuka sana. Dunia inalewalewa kama mlevi. Dunia inawayawaya kama machela. Kwa takribani miaka karibu 3 sasa, katika ibada za kipaimara ambazo kwa nikifika na kufundisha na kuwekea mikono vijana wetu wa kipaimara, nimekuwa nikifundisha somo la malezi, umuhimu wa nafasi ya wazazi katika kuwalea watoto, na hasa nikitumia mstari ule wa Mithali 22 aya 6, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hatoiacha hata atakapokuwa mzee. Wangapi wanakumbuka nilipita pia mahali hapa nikafundisha somo hilo? Wachache. Kwani mara ya mwisho kipaimara hapa alikuja nani? Sikuwepo mimi. Ni mimi askofu cha kupewa nilikuwa na dharura, alikuja askofu cha kupewa. Lakini nyuma ya hapo katibu nilikuja. Silifundisha ile somo kwa sehemu. Basi nitafanya recap kidogo alafu niunganishe na kile ambacho nataka kufundisha siku hii ya leo. Kwa hiyo nimekuwa nikifundisha somo la malezi, na hata leo nitazungumza tena kuhusu malezi, umuhimu wa nafasi ya wazazi katika malezi ya vijana wetu na watoto wetu. Ninachoamini ni kitu kimoja, kwamba jamii yetu, ili tuweze kuwa na jamii iliyo salama, tuweze kuwa na jamii yenye kuyaishi makusudi ya Mungu, jamii ya baraka, lazima msingi mzima wa kimaadili uwe sawasawa katika jamii hiyo husika. Na unaweza kunishangaa katika mstari ambao nimeusoma wa Isaya 24 aya 19 kwamba una connection gani na issue nzima ya malezi au ya maadili. Lakini katika historia ya kibiblia na kithiolojia, Isaya wakati analiandikia taifa la Israel maneno haya, analiangalia taifa la Israel, anaangalia mwenendo mzima wa maisha katika taifa la Israel. Alipoangalia akagundua kuna mambo yana kasoro, kuna mambo hayako sawa sawa kama Mungu alivyokusudia yaweze kuwa katikati ya maisha ya watu. Na miongoni mwa mambo hayo ni mstakabali mzima wa swala zima la kimaadili. Dhuluma imechukua nafasi, wenye nguvu kuwaonea wasiokuwa na nguvu, lakini pia mwendo na tabia za kibinadamu zimekuwa ni za kutisha, yamkini nafuu hata wanyama. Ndipo anaposema sasa katika hali hii dunia kuvunjika imevunjika sana. Dunia kupasuka imepasuka sana. Dunia inalewalewa kama mlevi, inawayawaya kama machela. Kwa mimi nachukua component moja ya msingi mzima wa kimaadili. Kwa hiyo Isaya aliangalia maadili ya wakati wake katika zama ambazo Mungu alimtuma kama nabii katika taifa la Israel. Akaona jinsi ambavyo maadili yale hayaendi sawa sawa, akaamua sema kwamba dunia imepasuka. Dunia inalewalewa kama mlevi. Na nikisema labda kupasuka, labda nikisema sijui kutikisika, Isaya anakwenda mbali, anasema mpaka kulewa. Kwa sababu gani? Anajua kwamba hata walevi basi wamo miongoni mwetu. Kama hujui kupasuka, hujui kuvunjika, unaweza kufahamu kaelewa kwa mfano wa walevi kwamba mlevi ni mtu anayekosa balance. Hata barabara ikiwa pana kiasi gani haimtoshi. Atatoka point A mpaka point B, amepoteza balance. Kuna mlevi mmoja alilewa, akalewa na kulewa. Rafiki zake akamchukua kutoka baa, wanamrudisha nyumbani, anapepesuka mpaka anafika nyumbani. Kufika pale nyumbani, nyumba yake ilikuwa imefunga na kufuli. Sasa akachomoa funguo ili afungue, ni zile kufuli ambazo zimebana hivi.
unachomeka funguo kwa ndani. Kila akiingiza pale kwa sababu amelewa anakosea. Sasa rafiki yake akamwambia, ngoja tukusaidie. Naona bwana unayumba yumba sana, huwezi kupatia. Tupe tukusaidie kufungulia. Akasema hapana. Mimi sio netikisika, hii nyumba ndio inayotikisika. Izuieni mimi nipitishe funguo nifungue. Yaani yeye mwenyewe anatikisika, hana balance, lakini bado anajiona yuko stable, lakini nyumba ndio ambayo haina balance. Na ndivyo ulimwengu unaweza ukafika mahali hapo, wenyewe ukawa unapasuka lakini ukajiona uko salama. Ulimwengu unaweza ukafika mahali ukawa unavunjika ukajiona uko salama. Ulimwengu unaweza ukalewalewa na kuwayawaya kama mlevi na machera lakini ukajiona kama uko salama. Familia zinaweza zikalewalewa zikadhani ziko salama. Mungu atupe jicho la tatu asubuhi hii ya leo, tuweze kusimama katika makusudi ya Mungu, tuweze kuondoka katika hali isiyostahili katika leo mapenzi ya Mungu. Ukija ndani yako muulize hivi, unaanza kumuelewa baba askofu? Point yangu ya msingi ni nini? Kwamba tufahamu ulimwengu tuna mambo ambayo sasa hivi yanaendelea tukidhani tuko salama lakini hatuko salama. Nitakupa mifano michache tu. Kama miezi miwili iliyopita, dada mmoja alikuwa anasimulia bibi yake anaishi huko Gongo la Mboto. Akapanda kwenye daladala anaelekea mjini maeneo ya Posta. Yule bibi ni bibi wa miaka 70. Daladala imejaa, alikuwa na shida gani mjini muhimu lazima aende mwenyewe. Amefika mahali amekamata bomba kwenye daladala. Lakini vijana wamekaa kwenye siti, wengine wanachati, wengine wamesimama wanambana. Bibi akafika mahali akakosa pumzi, akazimia. Akiwa maeneo hapa Mombasa sijui wapi akazimia kwenye daladala. Amezimia ndio akamuokota haraka wakamweka kwenye kiti wanampepea, mpeni nafasi. Bibi atakuja kuzinduka ndio amekalia siti. Ulimwengu wa sasa hupewi siti mpaka uzimie. Halafu niambie dunia ni mahali palipo salama. Tunafahamu tulio wengi miaka ya nyuma si rahisi mtu mzima aingie katika daladala halafu kijana amekalia siti na ujisikie uko comfortable tu. Never. Lakini sasa hivi ni hali ya kawaida. Tena ndio kwanza una chat na ole wako mtu mwingine akwambia nasamani bwana mpisho bibi akae, mpisho mama akae. Majibu utakayompa sio ya kawaida. Unaweza usimjibu kwa kinywani lakini moyo ukazungumza mengi. Kwa nini? Moyo umepasuka. Haya ninayozungumza sio hadithi. Nilikuwa naangalia klipu moja Masasi. Bibi mmoja alikuwa anahubiri Masasi kama miezi 3 iliyopita. Nikaja nikamwambia baba askofu hicho ambacho nakisimulia, lakini nilisimulia hicho kisa. Wakaniambia ni kijiji cha hapo mbele tu nilipotokea hiyo habari. Bibi mmoja akaletewa taarifa mtoto wako, kijana wako wa kiume amechomwa moto hapo mtaa wa pili na ameuliwa. Wakijua bibi atasikitika, bibi ndio akaingia ndani akafunga kibwebwe akaanza kucheza uwanja mzima anashangilia. Kijana wake ameuawa. Akamuuliza swali, kwa nini bibi unafurahia wakati tunakupa taarifa za huzuni mtoto wako, kijana wako mwenye nguvu wa kiume ameuliwa? Akasema nashukuru ameuliwa kwa sababu ni wiki 2 tukaja hapa nyumbani kanitukana, kanipiga na kaniambia ananipa mwezi mmoja anakuja kuniua. Ashukuriwe Mungu kamwahi yeye kammaliza huko aliko. Ni nani mama anayekwenda leba leo aje afurahie msiba wa mtoto wake? Ndipo ulimwengu ulipofika. Ndipo dunia ilipofika. Hasa haya yote ambayo ninayozungumza unaweza kuona kama ni vitu vya kawaida, lakini kuna mahali ukiona moto mkubwa unawaka hauanzi kwa cheche kubwa, unaanza na cheche ndogo sana, ambayo hiyo ndogo tusipodhibitiwa sawa sawa inakuja kuleta janga kubwa ambalo kulidhibiti kwake inakuwa ni kazi. Na sisi naweza nikasema kwamba cheche yetu kubwa ya janga tulionalo sasa limetokana na kutokuwa na msingi mzuri wa malezi na kutengeneza maadili yaliyo mema. Familia nyingi zimeacha msisitizo wa malezi kwa vijana wetu. Zimeacha. Baba yuko bize, mama yuko bize, hakuna anayeshughulika na mwenendo wa watoto. Yako mambo zamani katika jamii ilikuwa ikifanyika, jamii nzima inashtuka. Lakini sasa hivi mambo yale yameonekana kama ni ya kawaida, kama ndio kuchangamka kwenyewe huko yani. Binti moja alikuwa anajiuza mitaa ya mjini. Nafahamu kabisa ilikuwa nyumba yetu hii ambayo nimepanga, nyumba yao hii hapa jirani. Anatoka jioni aende katika shughuli zake, mikanda ya gauni ilikuwa haijakaa vizuri, gauni zile za ajabu ajabu. Mama mzazi ndo anamtengeneza mikanda vizuri katika safari yake anayokwenda. Mambo ambayo jamii zamani mama angeweza kurudi ndani akalia, kuna binti yangu anakwenda wapi?
Nimetembea mara kadhaa katika research maalum za kichuo hapa pa Dar es Salaam tu. Buguruni pale juu. Buguruni pale juu. Nenda kapite saa 2 za usiku. Kuna chochoro fulani nenda kapite pale. Watoto miaka 14, 16 wako pale wanajiuza. Nilikuwa na askofu mwenzangu mmoja. Na tukafanya research hiyo. Kabisa. Tena sio kwa shilingi 5,000 tu. Sasa watume vijana muende mshindwe katika jina la Yesu. Nazungumza ndio ulimwengu tulionao. Then we think kama tuna ulimwengu ambao uko salama. Na hapo ndani ukifuatilia kuna watu wengine ni watu wazima wapo wamekaa pembeni kwenye vijiwe pale nao wamo katika the same business. Ndio ulimwengu tulionao sasa. Ukiwauliza watu wao shida ya maisha sasa sio mada yangu ya siku ya leo. Lakini nataka nione kwamba ndani ya familia tunayatunzaje maadili? Ndani ya familia tunajengaje jamii iliyo bora? Wewe niambia kitu kimoja. Mimi naamini hivi Jackson. Huwezi kuwa na kanisa lenye maadili kama hauna familia zenye maadili. Kwa sababu kanisa ni muunganiko wa familia mbalimbali zilizoungana na kuja pamoja kumwabudu Mungu. Kwa hiyo hapa mtakuja tu kwa muda, mtakaa Jumapili ya leo, kuna kipindi cha fellowship Bible study, fine. Lakini muda mwingi mnakaa katika familia. Hasa familia nyingi zimeacha kutengeneza jamii zetu katika hali inayostahili. Huwezi kuwa na taifa lenye maadili kama hauna familia zenye maadili. Kwa sababu taifa ni nini? Ni matokeo ya familia zilizoungana pamoja na kutengeneza taifa. Sasa hata kama utasoma katika vyuo mbalimbali vya maadili, hata kama kutakuwa na kamati mbalimbali za maadili katika ngazi ya taasisi, katika ngazi ya kitaifa, lakini nataka nikwambie chuo cha kwanza cha maadili kinaanzia mtu katika familia aliyotoka. Wengi watu wazima ambao tuko mahali hapa, tabia zetu ni matokeo sio ya vyuo tulivyosoma, sio ya shule tulizosoma, bali ni matokeo ya aina ya malezi tuliolelewa tukiwa wadogo. Kweli sio kweli? Kama waliotangulia walifanya wajibu huo, mimi na wewe leo tunafanya wajibu gani kwa ajili ya vijana hawa? Tuwatekeleza vipi nafasi yetu? Wengi wetu hapa wazazi wetu hawakwenda shule sawa sawa. Ni za kawaida tu kama wamesoma sana sekondari kwa wakati wao. Lakini wazazi hao ambao hawakusoma bado waliweza kutujenga katika misingi ya kufaa. Sisi tuna masters, madiploma, PhD, tunatengeneza kizazi kilicho dhaifu kabisa. Matokeo yake ni nini? Unajua, ngoja niwaambie kitu kimoja wa Kristo mahali hapa. Hawa vijana tunaowaona hapa hawakuja duniani kwa bahati mbaya. Mungu amewaleta akiwa na makusudi kamili kwa ajili yao. Ndani yao amefunga package ya neema, ya vipawa na mambo mbalimbali ambayo sisi hatuyaoni katika macho ya damu na nyama. Hao unasikia leo mawaziri hawakutoka mbinguni. Unasikia leo marais hawakutoka mbinguni, wakurugenzi, sijui wabunge nani, wametoka katikati ya jamii yetu. Nani ajuae miongoni mwetu hapa kuna mtu kuna siku atakuja kuitwa kwa jina la Jamhuri ya Tanzania? Atakuja kuwa rais wa nchi hii. Nani anajua? Hakuna anajua, Mungu ndiye anajua. Lakini ndani yao mimi nikiangalia najua kuna vipawa vingi. Hapa kuna wabunge, hapa kuna mawaziri, hapa kuna wakurugenzi, hapa kuna mainjinia, kuna madaktari, kuna watu mbalimbali, kuna mapadri, kuna maaskofu. Kwa mara zote ninapopita katika ibada za kipaimara, siwaangalii katika level hizi za majoho mekundu tu, na waangalia katika majoho ya sheria wakiwa majaji wakuu, na waangalia katika majoho ya hospitali wakiwa ni madaktari bingwa, na waangalia katika uniform wakiwa makamishna katika taifa hili, wakiwa katika levels za juu. Ni swala la muda tu. Bwana Yesu asifiwe. Ni swala la muda tu. Ndio maana maandiko yakasema mlee mtoto katika njia impasayo, hatoiacha hata atakapokuwa mzee. Maana hata akiwa katika level fulani za juu, mbegu uliyoipanda sasa itakuwemo ndani yake, itadumu ndani yake. Na najisikia fahari sasa nakutana nao wengine wako na vyeo wakubwa ambao niliwafundisha kipaimara, niliwafundisha Sunday school, wapo. Kama miezi 4-5 nilikuwa Kibondo. Alinialika Askofu Ndenza kwa kazi za kitume kule. Sasa nimetoka Kibondo nikarudi kupitia airport ya Kigoma. Nikiwa airport, muda wa kuboard umefika kwenda kwenye ndege. Kwa hiyo nikatoka naelekea kwenye ndege Air Tanzania. Iko mbele yangu hivi. Hasa nakwenda nikakuta marubani wawili, rubani kiongozi na msaidizi wametoka kwenye ndege, wamesimama kwa nje wanaongea. Ghafla nilipoendelea kukaribia,
mmoja wale marubani akatoka kule kwenye ndege akawa ananifuata mimi katika line ambayo nipo naelekea ya kwenda kupanda ndege. Akaja akasogea karibu, nikasema kuna mtu ambaye anamfuata. Ghafla nikakuta ananiangalia mimi, ana smile. Nikamkumbuka ni kijana gani. Askofu Jackson, Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia amina. Habari yako? Salama za siku? Bwana nzuri, Mungu ni mwema. Tupo hapa Kigoma, mimi ndio rubani kiongozi wa hii ndege. Kwa najisikia fahari sana kwamba leo nitakubeba kutoka Kigoma na kwenda kukutua Dar es Salaam. Unajua ni kijana gani? Ni mwanafunzi wangu niliyemfundisha kipaimara miaka hiyo Zanzibar. Leo amekuwa pilot, ananirusha kutoka Kigoma. Wakati namfundisha kipaimara, wamwamini nani? Namwamini Mungu mmoja. Yaani unamwona kama yupo fulani. Kumbe huyu leo atakutoa Kigoma mpaka Dar es Salaam katika ndege. Unajua nikamwangalia nikamwambia najisikia fahari sana kupaishwa angani kutoka Kigoma mpaka Dar es Salaam na mwanafunzi wangu wa darasa la kipaimara. Sasa unajua nilikata tiketi ya kawaida tu economy. Nikaa kule baadaye nikafuatwa na wahudumu kwamba samahani wewe ndio Askofu Jackson, ndio mimi. Basi kuna maelekezo kama amepewa wale wahudumu wakatekeleza. Sikuwa mimi maelekezo gani, lakini kwa nini? Kwa sababu rubani anayepaisha ndege ni mwanafunzi wangu wa kipaimara. Unajua ndege kule angani kuna mitikisiko inapinda, sio inafanyaje, kuna wakati mwingine unapatwa na hofu unajua wakati mwingine. Ile mitikisiko, lakini mimi hata ikitikisika nasema huyu haniangushi, huyu mimi namfahamu. Huyu mwanafunzi wangu ananiangushaje? Kwa sababu hata yeye yuko ndani anapaisha hiyo ndege, yuko makini akijua pamoja na watu wote kwa thamani zao, lakini huko ndani kuna askofu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hata wale wakati wanatoa matangazo yao yale kwamba sasa hivi tumeruka umbali fulani, sio hivi na nini. Yaani natamani wakimaliza wanipe hata dakika 2. Je, askofu una neno ili niwaambie tu jamani, mnafahamu huyu rubani huko ndani ni mwanafunzi wangu? Kama mimi nilifeel proud hivyo, je, wazazi wa huyu kijana wana feel proud kiasi gani kuwa na mtoto aliyerubani? Mungu akakupe furaha yako, watoto hawa wakatimize ndoto zao katika jina la Yesu. Mungu akawainue katika levels mbalimbali. Mungu akafikishe katika hatima zao. Na inawezekana katika Yesu Kristo tukisimama katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unanielewa nipungie mkono. Hasa jiulize, dunia inayopasuka, dunia inayolewalewa, dunia inayowayawaya, familia yako inabakiaje kuwa salama? Kuna makala moja nilikuwa naandika inasema kwamba je, yawezekana kuokota lulu katikati ya jalala? Nikasema ndio, katika Yesu Kristo yawezekana kuokota lulu katikati ya jalala. Hata kama ulimwengu utaharibika kiasi gani, watoto hawa wana uwezo kwa lulu katikati ya ulimwengu unaopasuka na kuvunjika. It is possible to possibilize impossible to be possible. Kama sio Kiingereza mimi ndio nimekitoa kiko hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kafuatilie baadaye kama hiyo misamiati imekaa sawa haijakaa sawa. Lakini katika Mungu yote yanawezekana. Sasa huko nyuma nilifundisha kwamba mambo ya kukusaidia, nitasema kwa uchache tu, mawili then nitazungumza mambo mengine mawili ya siku hii ya leo. Nikasema ili familia yako, watoto wako waweze kufikia ndoto zao. Jambo la kwanza nikasema lazima nafasi ya Mungu iwe ya kwanza katika hiyo familia na kwa watoto wako. Tunaishi katika ulimwengu ambao culture ya secularism, maendeleo haya ya mwili ya damu na nyama yamepewa nafasi ya kwanza kuliko mambo ya Mungu. Kila mzazi sasa hivi anapambana kupeleka mtoto wake katika shule nzuri, international hivi na vile, lakini hatuweki nafasi ya kuona huyo mtoto anakuwa na mahusiano na Mungu. Na ndio maana sasa hivi tuna watoto wengi wasiokuja makanisani. Amebakia tu nyumbani anakuambia nimechoka, lakini kwenda shule hasemi amechoka. Na mzazi utamuhimiza, lakini kanisani hata akisema amechoka unaona kwamba ni sawa tu. Na sio hivyo tu. Imefika mahali sasa hivi mpaka ibada za kipaimara hizi zimekuwa ni kama send off. Baada ya kipaimara huwaoni tena watoto kanisani. Lakini katika familia wapo. Wanasoma shule, wanaenda vyuo, lakini kanisani huwaoni. Then unatarajia mtoto huyu atimize ndoto za kimungu zilizowekwa ndani yake wakati mtoto huyo ameshamwacha Mungu. Ngoja nikwambie. Na tunapozungumza habari za kutengeneza a very strong attachment or bond ya watoto na Mungu wao, haina maana kwamba labda tuna interest nyingine yote sisi ya kupoteza waumini vina vile. No, sio hiyo tu. Lakini kikubwa mtoto wako anakuwa katika mikono iliyo salama. Ulimwengu umeharibika. Pale jicho lako lisipoona, jicho la Mungu litasimama na yeye. Pale mkono wako usipofika,
mkono wa Mungu utamshika na kumuongoza, kwa sababu anamjua Mungu ni nani. Kuna vita vingi mashuleni. Mwalimu akifundisha watoto wengine wapo wamelala tu wamesinzia, nadhani ni kawaida. Sio kweli. Muda hutoshi, ningeweza kusema mengi. Nilikwenda katika mji fulani kwenda kufanya semina ya kukombolewa. Mtoto alikuwa anatokea wa kwanza primary, anafika sekondari hafahamu kitu. Kumbe katika ulimwengu wa roho ufahamu wake umeibiwa. Bibi mmoja kahamisha ufahamu wa mtoto mwingine, kajihamishia kwa mjukuu wake. Serious, kuja kufanya maombi, Mungu akamfungua, akamuinua kwa upya. Hasa wewe huwezi kujua, unapambana na mwanao, unamhamisha tuition huko na kule, sawa, sio jambo baya, lakini inawezekana ufahamu alionao sio wa kwake, kabadilishiwa, lakini huna nafasi na Mungu katika maisha yako. Sio kama unanielewa? Kuna wengine mkiangalia kabisa mtoto akasema hapana, huyu hakuwa hivi. Ni kweli hakuwa hivyo. Lakini nini kimefikisha hapo? Katika ulimwengu wa roho kuna harakati nyingi ambazo zinaendelea. Kuna wingu kubwa la watu ambao watuzunguka, wasiotutakia mema, wasiopenda mafanikio yetu. Wanadamu tulionao wanaweza kukusmile kwa nje, wakakupigia makofi kwa nje, lakini kwa ndani hawatamani kusikia mafanikio yako na hatua yako. Mwenye kufurahishwa na maono ya Mungu ndani yako ni nani? Ni Mungu mwenyewe aliyeweka maono ndani yako na kwa watoto wako. Mpe nafasi ya kwanza Mungu kwa watoto wako na kwa uzao wako. Hasa wengi tukishafanikiwa na kuendelea kidogo, we think we don't need God. Hatumhitaji tena Mungu kwa sababu tumefanikiwa. Una kigari cha mkopo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu, yaani wewe nichukie lakini upone katika jina la Yesu. Umejenga kwa kuungaunga na nini? Leo angalau una kajumba na wewe, basi ukikaa unadhani kama ndio umeshafika katika maisha. No. Kama ni safari ndio kwanza uko Ubungo kuelekea Arusha. Bado kuna mwendo mrefu katika maisha yako huko mbele. Unamhitaji Mungu. Baraka za Mungu ni kubwa sana. Tunamhitaji Mungu kuliko kitu chochote kile. Umesoma, una Kiingereza kuungaunga kidogo, basi unadhani kwamba wewe ndio kila kitu. Hata ukiomba, you know God. Hujabanwa tu, ukibanwa utaomba kiha. Utakumbuka mpaka lugha ya Kibena ya kwenu. Utakumbuka mpaka Kisambaa cha kwenu. Ukibanwa sawa sawa. Ezumbe. Utaingia mpaka huko ndani. Umebanwa kisawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi wanaangalia hasa vijana. Mnaweza kukaa katika conference ya vijana, tuingie katika maombi, sio na form 6 chake kidogo. You know God, this word. Wewe subiri ubanwe sawa sawa. Kiingereza kule. Wigi kule. Unautafuta uso? Hasa usubiri vipindi hivyo vikukute. Kukiwa shwari kabisa, sema Bwana, wewe ni rafiki yangu, wewe ni Mungu wangu. Na niwaambie wazazi, kuwachuni watoto wakamweka Mungu wa kwanza inawezekana, sababu tumepewa mamlaka zote. Nimewambia watu, mimi nimekulia Pemba, Jackson. Mtoa ushuhuda nafikiri hapa. Pemba 99.9% ni watu wa imani ya upande mwingine. Ndiko hapa kwa mimi nimesoma sekondari, nimesoma shule kuanzia msingi mpaka sekondari. Unakwenda shule yenye wanafunzi 1200 hakuna mwalimu Mkristo hata mmoja. Wakristo mkijiungaunga wote wa madhehebu yote, wa Katoliki, sijui wa Anglikana, wa Lutheri na nini, mtafika labda 5 katika shule nzima. Ndio maana maeneo ya kule visiwani Wakristo wote ni ndugu, ni familia, si kwa sababu nyingine. Mazingira yametuseti hivyo. Hii kwanza sijui huyu Lutheri, huyu Mkatoliki, mnaifanya huku tu kwa sababu mko wengi. Lakini kule as long analitaja jina la Yesu, huyu ni ndugu yangu. Kwa sababu mnaunganishwa katika imani moja. Sasa ndio mazingira ambayo nimekuwa. Babu yetu Mzee Jackson ambaye nimechukua jina lake alitoka Njombe kijijini kwetu kwa Lembula miaka hiyo ya 40. Ndio akaenda kaambia Zanzibar kutafuta maisha. Kwa kufika huko Pemba akaanza kuishi kule. Baba zetu, shangazi zetu amewazalia kule visiwani. Kwa hiyo sisi ni nyumbani kule, tuna mashamba, tuna nyumba, ni nyumbani Pemba. Ndio nimekuwa katika mazingira hayo. Lakini yule mzee alisema nitakaa visiwani. Changamoto kubwa ambayo ipo ni kwamba watu wengi wanapoteza watoto wao, vijana wao, wajukuu, wanavutwa katika imani za upande mwingine. Akasema nitakaa visiwani, lakini sitapoteza mtoto wangu yoyote wala mjukuu wangu yote katika imani yoyote, wote watabakia kuwa Wakristo. Sasa hakikuwa kitu rahisi. Mzee aliweka msimamo, watoto wake wote lazima kwenda makanisani. Mimi nikiwa mjukuu mdogo tu nikaamua kwenda kuishi na yeye huko nyumbani kwake babu. Nikakuta hizo sheria. Na moja ya sheria ilikuwa hivi: katikati ya wiki mtakwenda kanisani, mtaimba kwaya, mtafanya hivi na vile, lakini Jumamosi ikifika mtakwenda, mtafagia kanisa, vitu mbalimbali. Jumapili asiyekwenda kanisani hakuna kula chakula. Hakuna kula. Na bahati mbaya sana, miaka ya nyuma mnafahamu baadhi yenu,
wali unaweza kula mara moja kwa mwaka. Msijifanye mmesahau hapa ndani. Kabisa? Wangapi wanakumbuka hiyo maisha? Yes. Wali unaula mara moja kwa mwaka. Tena Christmas. Na sio familia zote. Hasa mzee alikuwa anafanya kazi shirika la usambazaji vyakula Bizanje ilikuwa linaitwa. Kwa at least akanapata mchele. Akachomekea kwa sababu kwa wiki tunakula wali mara moja. Akachomekea wali itakuwa kila Jumapili mchana saa 7. Alafu asiyesali Jumapili hakuna kula. Unaachaje hapo? Kwenda kanisani. Na zama za nyuma hata kila mlo ulikuwa una mwito wake, huitwi tu. Ikiwa muhogo na samaki sio nini itaitwa ngoda, chakula tayari. Sijui ugali wa muhogo, ngoda, chakula tayari. Sijui ndizi, ugali tayari. Sijui sembe, chakula tayari. Lakini wali huitwi ngoda, chakula tayari. Kama unacheza na kuja kuita wewe ngoda, shauri yako. Sasa unaachaje kusali siku ya shauri yako? Wangapi wanakumbuka hayo maisha bwana? Msifanye mmesahau ndani. Ndiko tulikotoka. Kwa hiyo ikifika Jumapili mwenzako akizubazuba hadi kanambia wewe uende shauri yako. Kwa sababu unajua saa 7 na mlo wa zamani sio wa sasa. Kama unakwenda katika hotpot, no. Kuna mikeka fulani tena kama mnakumbuka baadhi, kuna tunaita vitanga, ule wa duara hivi ule. Hauna rangi ule, rangi yake ya kaki tu. Unatandikwa hapo chini. Na sinia moja inawekwa hapo. Wali kama kuna nyama moja mbili kwa idadi yenu zinawekwa kwenye kona kila mmoja. Nigangu salama unacheka, unakumbuka hiyo maisha. Kama ni mbasa wako umekatiwa pale. Hivyo. Kwa hiyo mkikaa kwenye msinia ule mmeuzunguka mnaangaliana wote mtimia na sio wakati huo sio mtoto mkubwa, yani mtoto wa mjomba, shangaza ni mmekutanika pale. Ndio shaiti unakuja. Sasa kama hukusali Jumapili, wenzako wanakupiga jicho. Leo hujasali. Pale anaitwa shangazi, mama, huyu hajasali leo. Babu, huyu hajasali. Unainuliwa kwenye sinia. Kwa nini? Shauri yako. Hayo ndio tumekulia. Kwa hiyo tumeanzia huko mpaka tukaje tukajua upendo wa Mungu kwetu, upendo wa kanisa. Lakini mzee alisimama kwa nafasi yake. Mpaka amefariki babu yetu mzee Jackson, tumemzika Pemba, hakuna alipotea katika imani nyingine. Wote tumekuwa Wakristo na tunatumikia kanisa katika ngazi mbalimbali. Unatumia gharama gani kwa ajili ya mtoto wako? Haendi kanisani, umemwacha nyumbani. Sija mwingine huko mahali hapa, mwanae yuko nyumbani anaangalia TV. Wakati tunatoka kwamba mimi nimechoka. Anachokaje huyu mtu ambaye hata kununua luku hajui? Chai na ukunywa ya kwako, maandazi ya kwako. Anachokaje? Unamwachaje nyumbani? Hasa huko ambao unanisikiliza na hayo ndio yamekuwa ni maisha yako. Ngoja nikwambie, utakwepa gharama sasa, lakini gharama hiyo utailipa ya kumweka mwanao mbali na Mungu. Do your part, then it can be done. Fanya kwa sehemu yako, mengine yote yatafanyika. Wewe timiza wajibu wako kama mzazi. Muhimize. Yako mambo mwanao leo hata kuelewa, atakuona kama unamuonea. Wacha sikuelewa, atakuelewa baadaye. Sisi wenyewe hapa watu wazima kuna mambo wazazi wetu walitushinikiza, tuliona madikteta, tuliona hawatupendi, lakini leo kwa mapito waliotupitisha, kila tukiangalia nyuma tunawashukuru na kuwapongeza. Walituandaa tukabiliane na maisha katika hali zozote. Leo tunasonga mbele. Unaandaa nini kwa watoto wako? Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naambia St. Albans kilopita kuna ule wimbo unaoimbwa wa secular. Unasema na washukuru wazazi wangu wakati wote. Shauri wao umeniletea mafanikio. Msijifanye wa kiroho wengine hapa. Wangapi wanajua wimbo? 1 2 3. Na washukuru wazazi wangu wakati wote. Ngoda, hao ndio waumini wako na wengine mpaka wamesimama kule nyuma. Lakini sikiliza maudhui ya huo wimbo. Yanasema na washukuru wazazi wangu wakati ushauri wao, mausia yao yameniletea nini? Sasa ninaishi sio na familia yangu. Unajua wengi nadhani watoto ni wa familia. Watoto sio familia. Watoto ni wa jamii. Anaandaliwa katika familia kwenda kuishi katika jamii. Hasa wengi mnalea watoto katika level ya kifamilia, unaharibu.
Mlee mtoto katika level ya kijamii, kwa sababu huko ndiko ataka kuishi nao maisha yake yote na katika muda wake mwingi katika maisha. Mtoto ni zaidi ya level ya familia. Familia anaandaliwa tu hapo. Anakwenda kwa nani huko mbele ya safari. Na ndio maana kuna wengine wanasumbua makazini, wanasumbua katika kila mahali. Kwa sababu gani? Hawakuandaliwa kuweza kuthamini utu wa watu wengine, kujali watu wengine. Wamekaa katika level ya kifamilia tu. Yule mwimbaji anaendelea mbele anasema, huku niliko wazazi wangu, lakini kutokana na hosia wenu wazazi wao, najiona kama niko nyumbani, najiona kama niko nyumbani. Yani anasema huku niliko Kitunda sina ndugu, lakini kutokana na mahusia wazazi wangu huku kukitunda najiona kama niko Kigoma, kama niko Mtwara, kama niko Handeni, kama niko wapi. Nini kimejenga hayo yote? Msingi wa malezi niliolelewa. Wazazi hao wako wapi sasa? Wazazi wa zamani pia walikuwa hata kuongea haongei, niliwaambia mahali pengine. Mzazi wa zamani anaweza kumkanya mtoto akasikia. Sasa hivi mtoto hasikii. Wazazi wa zamani hata kuongea walikuwa haongei. Anakukata jicho tu pap. Lile jicho linaongea. Tena ilikuwa ole wako. Mimi nakumbuka tunakuwa mgeni aje nyumbani anunuliwe soda, halafu uisogelee soda ya mgeni. Mama anakukata jicho, mgeni halioni, unaliona wewe na mama tu. Lile jicho linakwambia kwamba akiondoka huyu mgeni utatafuta mama yako mwingine. Ukipigwa ile jicho mwenyewe salute. Na alikuwa na njia nyingi. Kuna jicho la kukwambia ushaharibu hapo. Kuna jicho la kukwambia toka nje. Kuna jicho la kukwambia akiondoka. Yale macho yako wapi sasa? Yarudi katika jina la Yesu. Yaweze kuponya watoto wetu, yaweze kuponya jamii yetu, yaweze kutengeneza kizazi kilicho bora na chenye nguvu. Na inawezekana hata sasa. Chukua nafasi yako mzazi. Hunielewi leo, utanielewa kesho, utakuja kunishukuru. Na hawa watoto watakuja kukushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa muda hautoshi. Huko nyuma nilifundisha pointi hiyo ya kwanza, namna ya nafasi ya Mungu kwa watoto wako. Watengeneze watoto katika hali ya kujielewa. Wape uhuru, lakini uhuru wenye mipaka. Mtoto hapaswi kupewa kile anachotaka, anapewa kile kilicho lazima na muhimu. Kuna vingine mwache alie, machozi na kazi yake ndio hiyo yatoke, sio yakae tu ndani. Eti wewe atalia, kwani kulia nini? Wewe mwenyewe umelia sana tu. Huyo mwanao asilie nini? Mnatutengeza watoto mazezeta tu. Akikaa mezani atakula chakula kiangusha kijiko hawezi. Mama, kijiko. Unatoka kwenda kumwokotea kijiko mwanao, ushindwe katika jina la Yesu. Wako this level. Wengine hata kufua nguo zao hawajui hapa. Dada, mfulie nguo huyo. Dada mfanyie kina kile. Huyo unamuita dada, umri wake na wako hajatofautiana sana, padogo tu. Huyo mwingine kaandaliwa, muandae wako awe dada, muandae wako awe mama, muandae wako awe mtoto na mtu wa kufaa. Na inawezekana. Kuchukua culture western sio utamaduni mwema kwetu. Wao wenyewe tu magharibi sasa hivi wamefika mahali kuna mambo walishaharibu, hawajui waanzie wapi. Tunakwenda kwa kila mara tunakaa nao, tunawaangalia wanavyo struggle. Kuna rafiki yangu mmoja Mtanzania kachukua wanae kaenda nao kule, wamekaa siku anashtakia bwana Father Jackson wakati sijakuwa askofu. Angalia bwana, huyu mwanangu leo kaamka asubuhi anaita stupid. Nikamwambia nikuita stupid. Umemfanyaje? Huko haruhusi kuchapa la kufanya. Nikamwambia mawe. Yaani wangu anaita stupid, ni muangalie tu. Stupid means stupid. Ni kitu cha kawaida. Na sasa hivi hizo cultures zimeshaanza kuingia kwetu sasa hivi hapa. Mtoto anaweza kajibu chochote kwa wazazi. Halafu anasema ndio watoto wa siku hizi. Sio kweli. Shida haiko kwa watoto wa siku hizi. Shida ipo kwa wazazi wa siku hizi. Sijui kama mnanielewa wazee. Au mnanikausha sauti tu hapa ndani. Nataka ya kuponya, yani ponye. Najua umekuja kanisani umejiandaa kuja kusikia askofu anazungumza kuhusu wa Galatia, wa Efeso, wa Korinto. Hapa hakuna Muefeso, hakuna Mkorinto, hakuna nani. Nitazungumza haya yanayotuhusu na tupone. Na kuna mwingine unawaza atamaliza saa ngapi? Sina mpango wa kumaliza, relax. Relax. Mmeimba hapa nimetulia nika relax. Kwa hiyo nyinyi sasa hivi mu relax. Kimya. Ukichukulia njoni kuna mkesha, hamji. Bible study, hamji. Fellowship, hamji. Sasa hapa leo unaunganisha vyote, Bible study, mkesha, fellowship na kila kitu. Ukitoka mimi tumemalizana na wewe. Tukisema kuna semina ya malezi, hamji. Familia zinaharibika. What is the future of the church? What is the future of the nation?
Hivi inakuuma ndani yako kweli? Unadhani wewe duniani uishi wewe kama wewe tu? No. Mzazi yote asiacha urithi, hakupaswa kuishi. Hasa urithi ukimwangalia katika mali, no. Urithi pia unaandaa, unaacha generation ya aina gani? Walivyomuona Yesu akasema, wow, heri tumbo lililokuzaa na matiti ulionyonya. Credit ikaenda kwa wazazi. Kwa nini? Tabia na mwenendo wa Yesu. Wakiona mtoto wako leo, watu watasema nini kwako? Watasema nini mzazi? Mungu alikupa dhamana. Watasema nini kwako? Watasema nini kwa mtoto wako? Kuna wengine mko hapa wazazi, hata ukisafiri kumwacha mtoto wako kwa ndugu yako yote unapata mtihani. Kwa nini? Ukisema peleke kwa shangazi yake, shangazi mtoto wake wanapika, wanafanya kazi, wanapiga deki, wanafanya mambo mengi. Mtoto wako anachojua ni kushika remote tu, kubadilisha channel za TV. Uko hapa, shangazi zake wanashindwa kukwambia, mawifi wanashindwa kukwambia, sijui mashemeji wanashindwa kukwambia, wanakuangalia kwa sababu watakukwaza. Mimi hunisumbui, wewe kwazika, lakini upone katika jina la Yesu Kristo, ubadilishe generation hii kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pointi nyingine niziache, nizungumze pointi za leo mbili tu kwa haraka. Ya kwanza, msaidie mtoto wako aweze kujitambua. Yaani mfikishe katika level ya kujitambua. Sio, mnanielewa nikisema kujitambua? Wengi nikisema kujitambua mnadhani kusema kama unaitwa nani na unakaa wapi na vile maelezo hayo. Hayo ni maelezo ya kujazia vitambulisho vya NIDA. Kujitambua ni zaidi ya hapo. Rafiki yangu njoo bwana. Habari za siku? Karibu hapa mbele kidogo. Ima? Mbona kumbukumbu, ndoa ni njema sana. Mungu akubariki. Umependeza bwana. Hasa unamkuta ndugu yangu Ima na koti kama hili alilovaa la bei. Ila bei. Na jinsi alivyo, kila kitu hivyo. Halafu unakutana na rafiki yangu Ima kwenye mitaa ya Samora kule mjini. Posta kule. Amevaa hivyo smart. Halafu ameshika muhindi wa kuchoma. Tena ule mkubwa ule, kaweka chumvi na pilipili mwenyewe. Halafu anakula katika mitaa ya Posta na Samora. Wewe utamchukuliaje? Hajielewi, hajitambui. Kwani kula muhindi ni tatizo? Lakini tegemea unaulia wapi? Si ndio? Umevaa nini? Mazingira yakoje? Yaani vitu vingi sana yani. Kwa hiyo ukishamwona anakula kule muhindi so nilidhani jamaa anajitambua, kumbe hajitambui kabisa yani. Bado unaimba kwaya? Au umeacha siku hizi? Lakini najua ni mwanakwaya muda mrefu akarakata hapa. Si ndio? Hapo sasa hafika kuna kati alikuwa anaimba kwaya. Kumbe tunaona kwaya wengine hawajitambui kanisani. Yaani kumbe kujitambua ni jambo lenye kuchukua tafsiri ya kufanya jambo sahihi katika wakati sahihi, katika mazingira sahihi, katika namna sahihi, na mengi kuwa katika usahihi. Kujitambua ni swala la kimtambuka. Haliishi katika hali moja. Si naeleka kwa nikisema hivyo? Sasa Ima unajitambua. Naomba ukakae tu kwa sababu nakufahamu. Unajitambua, naomba ukaketi. Nataka picha mjomba wako hapa. Utalipia hiyo salama. Kwa sababu haikuwa katika ratiba. Atalipia tu. Unafikiri nafanya masiara? 500,000 inatoka kwa salama kwa ajili ya kununua eneo pale. Wewe unapigaje picha? Amen. Sema amen. Amen. Asante. Sasa mbali ya rambe nyingine zitakazofuata. Huyu ni rafiki yangu pia, kwa hiyo nafahamu atatekeleza tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka niseme nini? Watoto wako unapokaa nao, mtoto wako naye, muangalie, je, anajitambua? Je, anaweza kufanya jambo sahihi kwa wakati sahihi, katika namna sahihi, mahali sahihi? Yaani hivyo. Pengine bado hujanielewa. Nikuulize swali moja tu mzazi. Wewe vuta umri wako ukiwa na umri kama wa mtoto wako. Urudisha nyuma yani. Jiulize yale majukumu uliokuwa unapewa na familia. Wazazi wanaondoka na kuachia nyumba. Waangalie na wadogo zako, fanya kina hiki. Uliweza kuyafanya kwa usahihi, kwa namna sahihi, na wazazi waliondoka wakarelax kabisa, wakijua wameacha mtu nyumbani, kama ni chakula kitapikwa na kila kitu. Yale ulioweza kumwachia mtoto wako ulioweza kuachiwa wewe ukiwa na umri huu, leo unaweza kumwachia mtoto wako huyu aliyeko mahali hapa? Ukiona huwezi, ujue wewe ulisaidia ukajitambua, lakini umeshindwa kumsaidia mwanao kujitambua.
Hapo hakuna kigelegele, hakuna amen. Kwa sababu najua tumegongwa katika eneo ambalo wengi tumejisahau. Tumeachia shule ziweze kufanya kila jambo. Shule they are more theoretical. Mambo mengi shuleni yanafundisha vitu ambavyo ni theories. Lakini practical na ujuzi wa mambo mengine mbalimbali shule hawafundishwi. Hapa kuna watoto hata mashati yao yakitoka kishikizo hawajui kuweka kishikizo. Mama unamwekea kishikizo mtoto umri huu kwenye shati, hajui. Hata jichoma, mwacha jichome. Kwani akiumwa hachomwi sindano huyo? Mwacha jichome. Lakini kesho atajua. Na mengine mengi sana tumeacha nyuma. Kazi, unasemaje study skill Kiswahili tunahitaji? Study nini? Study za kazi. Mambo ya kawaida kabisa. Mwanao hajui. Yupo tu. Anachojua ni kupanda basi la njano. Hata kwangu unapanda basi la njano, sio kwa nichukulia vibaya. Lakini maisha ni zaidi ya basi la njano. Unamsaidia mwanao ajitambue. Nikisema kujitambua ni jambo pana sana. Kama ni mtoto wa kike, ajitambue yeye ni mtoto wa kike. Majukumu ya mtoto wa kike ni yapi? Kama ni mtoto wa kiume, ajiandae, ajijue, ajitambue. Majukumu ya mtoto wa kiume ni yapi? Ngoja niwaambie hatari ambayo hatuioni sisi. Ukisha kuwa na vijana hawa wadogo wasiojitambua, jiandae katika kanisa kuwa na vijana wasiojitambua. Jiandae kuwa na wanakwaya wasiojitambua ambao pia mpaka sasa hivi wapo. Jiandae kuwa na umaki wasiojitambua. Sasa tutamalizia wenyewe kama wapo au hawapo. Jiandae kuwa na ubaki wasiojitambua. Jiandae kuja kuwa na wazee wa kanisa wasiojitambua. Jiandae kuja kuwa na wakristo wasiojitambua. Jiandae hata siku moja kuwa na padri au mapadri wasiojitambua, na hatimaye hata kuja kuwa na askofu asiyejitambua. Kwa sababu hawa wote niliowataja wanatoka huku chini. Kwa hiyo take very serious kumsaidia mwanao aweze kujitambua, kwa sababu hujui kesho anakwenda kuwa nani. Kujitambua. Na nikisema kama mtoto wa kiume ajitambue kama ni mwanaume, ulimwengu tulionao sasa umebadilika kwa kiwango kikubwa sana. Na kanisa na jamii yetu sisi sio kisiwa. Hayo yanayokumba katika mataifa yako nje tunayangalia kwenye TV na vile yapo miongoni mwetu. Nilikuwa Philippines mwaka huu mwanzoni. Nilikwenda katika mall moja kubwa tu kama ya Kariakoo yale, makubwa tu. Kila duka unaloingia katika maduka 10, maduka 6 katika hayo ni vijana wa kiume waliofanya transgender, waliojibadilisha kutoka kuwa wanaume na kuwa wanawake. Serious. Nimerudi Tanzania nikaenda Bunju. Hapa Dar es Salaam kwa duka moja tulikuwa na kijana wangu Jafet. Tumeingia dukani kununua kitu, akaingia kijana wa kiume. Kavaa kijana wa kiume, very smart, very handsome. Alipoanza kuongea, akamaliza shughuli zake akatoka. Muuza duka akaona nilivyoshangaa. Tena muuza duka alikuwa ni vijana wetu wa akaniambia usishangae. Huyu ameolewa mtaa wa pili hapo juu. Ndani ya nchi yetu hii hapa. Sasa kama hujamwandaa mwanao wa kiume kuwa wa kiume, what do you expect? Mpe elimu utakayompa. Huko ulimwenguni sasa hivi wanaingia katika bunge, wanaingia wapi na wapi? Alafu nashangaa wakati mwingine nchi yetu unafika mahali mnakamata vitabu sijui katika mashule vya watu venye kuzungumzia mambo ya jinsia, mapenzi ya jinsia moja. Mnavikamata katika shule. Kwani vilikuja kutoka hewani vikatua shuleni? Si vilimpita katika mamlaka kadhaa za ukaguzi? Vilipitaje huko? Do you think tuko salama kiasi hicho? Hatuko salama kiasi hicho. Hasa kama hujampa uwezo bwanao wa kujipambanua, kujua which is which. Ulimwengu huu sasa hivi umekuwa ni kama kijiji. Kila kitu kipo mbele yake. Anachagua nini? Wengine wana simu wako wadogo tu hawa. Ndani ya simu wanaangalia nini? Wanajifunza nini? What do they take from those technologies? Wako wapi hao watoto? Mpe ajitambue, apambanue. Jambo gani sahihi sio sahihi? Kama ni wa kiume ajue ni wa kiume. Kama ni wa kike ajue ni wa kike. Na ndio maana sasa hivi hata ndoa nyingi ambazo tuna kesi kama wachungaji, kesi nyingi zinatokana na watoto ambao wameingia katika ndoa lakini hawakuandaliwa kuwa wanandoa. Watoto wa kiume yupo katika ndoa ameoa lakini hakuandaliwa kuwa baba. Watoto wa kike wameolewa hawakuandaliwa kuwa wake au kuwa mama. Ngoja niwaambie neno hili. Ulimwengu tulionao
Tuna watoto wengi wa kiume, tuna vijana wengi wa kiume, lakini dunia ina wanaume wachache. Kuwa mwanaume ni majukumu, kuwa mwanaume ni mchakato. Ina wanawake, watoto wa kike wengi, lakini dunia ina wanawake wachache, dunia ina wake wachache. Walepo wengine wote wapo tu. Ni nani? Wanajua wenyewe. Kwa nini? Wameshindwa kujitambua. Mtengeneze mwanao wa kiume ajitambue kabisa, ajue yeye ni nani katika familia, yeye ni kichwa. Sitaki kuzungumza habari ya gender leo kwa undani huko, msije kusema kama na shida, lakini nazungumza cultural, tulivyolelewa na ilivyoweza kutusaidia. Kijana wa kiume akikaa nyumbani ni mlinzi. Zamani katika nyumba hata kina mama kikaa 6-7, kule kijana wa kiume wanaona tuko salama. Tuna simba hapa ndani yupo kutusaidia. Sasa hivi mtoto wa kiume kutoka kashinda jikoni tu anaonja chumvi na mamake kwenye viungo. Unaona kama sawa, kama ni uzungu tu. Unashuhudia katika nyumba umekaa sebuleni, mtoto wa kiume anakuja kutoka chumbani kwa analia kabisa. Mama, nini? Mjusi. Mtoto wa kiume anakimbia mjusi chumbani. Hafu watoka mama na mwana kwenda kuwa mjusi chumbani. Nimepita juzi kati hapo natoka Iringa huko, nikapitia barabara Mtera. Kufika katikati hapo nakuta watoto wa kiume wadogo kama hawa, wako 4 sijui 5, wanaua nyoka mkubwa kabisa pembeni ya barabara. Watoto wa kiume wanaua nyoka. Huyu mwanao anakimbia mjusi. Kesho wanakutana katika ofisi wizara moja. Do you think ujasiri wao utakuwa sawa kukabili mambo? Never. Sina maana mwanao atoke ende porini akatafute nyoka auwe. Lakini nina maana kama mjenge mwanao katika ujasiri, awe ni wa kike au ni wa kiume, ajitambue. Watoto wa kiume sasa hivi sio majukumu yao, wanafikia mahali akitaka kuoa wanaangalia mwanamke anafanya kazi gani. Kwa uoga wa kutaka kutunza familia kwamba hawezi. Na ulimwengu tulionao sasa hivi wanaotunza familia more than 65% ni wakina mama, sio wakina baba. Kulipa ada, kufanya wazee wengi wa kiume sasa hivi hawana. Watu wengi wa kiume sasa hivi hawafanyi kazi. Wanategemea wanawake tu. Ndio maana wanawake wengi wanakaa sema nipate mtoto 2 3 niondoke nimwache na maisha yake jinsi alivyo. Mtoto wa kiume anakuja kujia kabisa, unajua baba padri mke wangu hajanunua luku. Hivyo una akili wewe. Mtoto wa kike hata kama anafanya kazi, kutunzwa bado imebakia kwa jukumu la mwanaume. Ndivyo tulivyolelewa culturally. Sisi wanaume ni watunzaji wa familia. From January hadi December, hata lipstick hujanunua kwa mke wako. Mie baba, wewe baba. Na ukisikia mtu anasema nyumbani, unajua mimi ndio baba wa nyumba hii, ujue hajiamini, hajielewi hata mwenyewe. Baba hasemi, baba vitendo. Bwana Yesu asifiwe. Vitendo wenyewe ukiingia tunasema baba karudi. Wenyewe wanasema, wanajua huyu ni baba. Anajua responsibility yake katika familia. Lakini unataka uitwe baba, unakula chakula mchuzi umekolea vizuri, hujui hata nyanya zimetoka wapi, alafu utimie baba. Wewe baba. Ziko changamoto zipo, leo umekaa nje ya kazi hivi na vile sawa, lakini kuna mwingine kufanya kazi hataki, ni mvivu. Kwa nini? Amekuwa katika familia baba yake hafanyi kazi, yupo atanitunza ni mama. Wanadhani kama huo ndio style ya maisha. No, lazima tuwabadilishe hawa. Lakini sio wa kiume tu, hata wa kike wapo wanaolewa hawajitambui, hata kupika hawajui. Wanajua kufuga kucha, kuweka kope za bandia. Wengine mtamalizia wenyewe. Sina ugomvi na hivyo vitu, lakini fanya hayo. Lakini la kwanza utunze wajibu wako. Unakutana na binti yuko kanisani, very smart, uwanja wa antena unapandisha kule juu kila kitu, lakini nenda nyumbani kwake. Ukikaa sebuleni pale, mapazia yana miezi 3 hajatolewa, harufu nzito, yani imejaa. Afa nakuuliza, "Samahani, unakunywa soda gani?" Nitakwambia niko kwenye 3 kavu hata kama sijafunga. Na kulaje katika mazingira hayo? Safisha kwanza mapazia hayo, tengeneza mazingira vizuri. Mgeukie jirani yako muulize, hivi mpaka sasa hayakuhusu hayo? Ukiona yuko serious, ujue anapambana na hali yake huko ndani. Anawaza leo askofu katuamkia vibaya. Nimewamisi muda mrefu, lazima niseme na ninyi mpone katika jina la Yesu Kristo. Mpone. Mtengeneze mwanao kama ni binti, hata akiolewa. Unajua kuna wengine mtoto hata akiolewa anasema Mungu nisaidie. Kamaliza mwaka, sijui apili kama atavuka. Manake unajua. Kuna familia moja jamaa alienda kutoa mahari. Ile familia alipeleka mahari, yule mama familia ikamjibu. Nikamwambia wewe nenda tukakae naye, tukishaka naye tutakuja kuongea baadaye. Because they know, hapa ni tatizo. Na kweli kachukuliwa miezi 3 karudishwa binti nyumbani. Kabisa. Kwa nini? Hakuandaliwa. Hakuandaliwa. Sasa ziko changamoto za wenyewe kutokubali malezi, lakini we do your part. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimalizie pointi ya mwisho. Watengeneze vijana wako au mtoto wako, wekeza zaidi ukimwandaa yeye kwa ajili ya kesho kuliko kuiandaa kutengeneza mazingira ya kesho yake. Sio kama nieleweka.
Yaani mtengeneze yeye zaidi huyu kwa ajili ya kesho, kulikoni kuchukua muda mwingi sana kutengeneza mazingira yake ya kesho. Utanielewa tu. Kuna wazazi wengi sasa, kwa sababu mtu ana uwezo, anachukua nguvu kubwa sana kununua apartment, kununua mashamba, kununua magari na vitu mbalimbali, ili wanangu wasije kupata shida kama mimi nilivyopata shida katika maisha. Kuwekeza kwa ajili yao si kitu kibaya, hata mimi Jackson nafanya katika uwezo wangu na katika level yangu, lakini nina discipline katika hilo. Wanasahau jambo ambalo ndio nataka kulisema, kumwandaa huyu mtoto kwa ajili ya hiyo kesho. Matokeo yake sasa, nimeshuhudia familia nyingi ambao waliandaa nguvu kubwa, mahali ulizochuma kwa miaka 30 na kujinyima sana kwa ajili ya watoto wako. Wazazi wale walipoondoka ghafla kwa kifo, baba na mama au mmoja mwenye nguvu anapoondoka, watoto wanazinukia zile mali, wanamshtaki mzazi hata ambaye yupo hai kwa sababu haoni thamani yake. Lakini hiyo haitoshi, wanaziuza zile mali kwa bei nafuu. Mali zilizochumwa miaka 30, miaka 3 watoto wanaziteketeza, wanarudi katika maskini sifuri. Kwa nini? Yaliandaliwa mazingira, hawakuandaliwa wao kwa ajili ya mazingira. Kwa nini nizungumza hiyo? Kwa sababu nimeiona. Kwa chukua muda mwingi mzazi, pamoja na kuwekeza, lakini muandae huyu zaidi kwa ajili ya hiyo kesho. Sisi wengi hapa ambao tuko, wazazi wetu walishindwa kuandaa future zetu kwa sababu ya uwezo wao walikuwa ni mdogo, lakini walituandaa sisi kwa ajili ya future. Hata kama hakuziandaa future zetu, walituandaa sisi. Sisi tulikuta future ambayo haijaandaliwa, lakini kwa sababu sisi tuliandaliwa, tumetengeneza maisha yaliyo bora katikati yetu. Kwa hiyo better ushinde kuandaa mazingira ya kesho, muandae yeye kwa mazingira ya kesho, atatengeneza maisha yake yaliyo bora. Sijui kama mmenielewa wazazi. Mtoto huyu asiamke asubuhi anaanza kuhesabu, tuna magari 6 hapa, tuna nyumba 7. Mimi hata nikijenga kijumba na mwambia watu wangu, hii sio ya kwenu, haiwahusu. Ni ya mimi na mama yenu. Full stop. Tunachoambia haiwahusu. Na wanajua kabisa. Tena mmoja mdogo akani challenge. Akasema sasa ukishazeeka utazipeleka wapi? Nikamwambia sikiliza. Yuko darasa la 6 sasa hivi. Wakati yuko darasa la 4, nikamwambia sasa ukishazeeka utazipeleka wapi? Sasa kwetu nikamwambia sikiliza, nikianza kuzeeka naanza kuuza moja baada ya nyingine. Nachukua hela yangu na kwenda Dubai, napumzika na mke wangu, sitaki kusikia kelele zenu. Ninyi nawapa elimu, mtapambana na hali zenu. Tafuteni elimu, simameni katika hali hii. Sina maana kama ni kweli nafutekeleza hicho ninachokisema mtaziuza, no, lakini katika akili zao naanza kuandaa, wajue kama baba mmetafuta vya kwao na mama, sisi pia tujipange kutafuta vya kwetu. Nafikiri mmenielewa. Dunia kupasuka imepasuka sana. Dunia kuvunjika imevunjika. Dunia inalewalewa, dunia inawayawaya. Tunaweza kuokota lulu katikati ya dhahabu tukiwa na Mungu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tupate